Haya, nibaki hapo. Chezea tu hapo. Chezea tu hapo. Atinambana pole pole. Banda, 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 banda. Oh, biada. It was so big. There is none like you. Only your God. There is no fail. But is the most high God. There is none like you. Only your God. Only your God.
Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Baba, tunakushukuru usiku wa leo. Wewe ni mfalme siku zote. Ukasema ya kwamba uliupenda ulimwengu mpaka ukatoa mwanao pekee, ili kila mtu katika ulimwengu huu amwamini, ili asipotee. Baba, wana sisi usiku wa leo Bwana, tuko hapa kwa sababu tunamwamini Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu. Asante kwa sababu Bwana, hata ya huu ujumbe ambao Bwana ninataka kuletea watumishi wako mfalme, ninaamini ya kwamba Bwana wewe mwenyewe unashuka na kutenda kazi yako. Asante maana ni wewe mfalme, na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Salamu mwenzako, mwambie kwamba tuko karibu kumaliza mwaka wa 2025. Usalimie ukisonga mbele. Worship, asante kwa hiyo kazi iliyo nzuri ambayo umefanya. Mwambie asonge mbele. Alafu tukue na discipline kidogo kutoka nje. Hapana, naomba mnisikilize tu huu mwaka wa 2025. Hautainisikia tena mwaka kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Hautainisikia 2025 tena. Praise God. Labda kuna mambo ambayo umepitia miaka mingi. Labda kuna hali imekusukuma miaka mingi, haujaona tofauti yoyote, lakini amini ya kwamba hautaenda kuingia na hiyo hali mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Ninataka kuzungumzia Roho Mtakatifu kwa sababu ninaamini ya kwamba huyu Roho Mtakatifu anaenda kutupigania mwaka wa 2026. That is why nimesema ya kwamba ninahitaji discipline kidogo tu ili watu waelewe Roho Mtakatifu ni nani na anafanya kazi kwa mtu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. So, ninaenda kuzungumzia kwanza tunaanza na Luke 4:18. Praise God. Uelewe ya kwamba Mkristo alipookoka anatakana afanye kazi gani katika nyumba hii ya Bwana. Wapendwa, kanisa hii haiwezi kataa mpaka huku kama mtaachia pastor peke yake. That is why ilifika mahali Bwana akamwambia Musa ya kwamba angalia watu 70 kuwakawia roho yako ili wakaweze kukusaidia kazi. Ndipo ninasema ya kwamba kanisa ya Mnyasi haiwezi kuwa na watu 5,000 kama mtaruhusu pastor atembee peke yake. That is why ninaleta huu ujumbe
kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda kuomba Mungu ya kwamba hata kama ni Muislamu lazima akusikie katika jina la Yesu. Haijalishi atakuwa ni nani, haijalishi atakuwa na roho gani, lakini unapompelekea habari njema, amini ya kwamba Mwana wa Adamu yuko na wewe. Praise God. Sasa tunaenda kusunguza, tunaenda kuangalia Roho Mtakatifu kufanya kazi gani ndani ya mwanadamu, ya mtu aliyookoka, ya mtu anayemjua Kristo. Leo unaenda kumuona Roho Mtakatifu, hauwezi kumzungumzia alafu akatulia. Hapana, yeye lazima ajidhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. So maandiko inasema katika Luka 4:18 inasema, na Roho wa Bwana yu juu yangu. Inua mkono wako useme, na Roho wa Bwana yu juu yangu. Ama kuna mtu hapa hajaokoka? Unajua kama utaokoka, Roho Mtakatifu hawezi kukutembelea, si ndio? Kuna mtu hapa hajaokoka? Ama uliokoka ukarudi nyuma, unataka kuingia mwaka wa 2026 kama umejazwa na Roho Mtakatifu. Ninataka tuingie sisi wote kama tuko na power. Sema power. Kuna mtu hajaokoka? Mara ya kwanza umerudi nyuma, mara ya pili, mara ya tatu, tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ujue ya kwamba unaenda kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu kwa sababu umeokoka. Biblia inasema, na Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria masikini habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Nikizungumzia masikini, ninazungumzia watu walio na shida ndani ya moyo. Ndio, unaweza ukakuwa unatembea uko na hali nzuri, uko na chakula kwa nyumba, lakini moyo wako unaugua, kwa sababu madaktari wamekwambia kwamba katika ulimwengu huu unamaliza miezi 2 alafu unaenda. Hawa ndio watu wamevunjika moyo, hawa ndio masikini. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nimeleta habari njema nikutangazie, hata kama kuna ripoti ya madaktari, lazima inabadilika. Kama shetani hakuwa Januari, hakuui mwaka kesho katika jina la Yesu. Kama hautasika mtu mwaka huu, mwaka kesho pia hautasika katika jina la Yesu. Niruhusu niite huu ujumbe kama prophetic message, kwa sababu ninaleta neno la Mungu mwenyewe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wenye nilikuwa kwa maombi, nikaona watu wamekamatwa katika vinyumba, wamewekwa katika vinyumba, wanajaribu kutoka, lakini watu wamewakamatia. Leo lazima utachomoka katika jina la Yesu. Kama unapenda kupaa shetani nafasi ndani ya moyo wako, leo ninakuamrisha katika jina la Yesu, lazima shetani akuachilie. Nami huwa sifanyi chochote na shetani, nikisimama shetani anakimbia, kwa sababu simba wa Yuda yuko ndani mwangu, na anaponguruma mapepo inahangaika. Hapo nielewi, na mimi nitafanya muelewe. Nitafanya nini? Muelewe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tamani mukafanye kazi na Roho Mtakatifu. Tamani Roho Mtakatifu afanye kazi ndani ya maisha yako. Wewe utaona matunda ya Bwana katika jina la Yesu. Anasema amenipaka mafuta kuhubiri habari njema kwa masikini. Bwana Yesu asifiwe. Amenituma
Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako sasa kwa jina la Yesu. Mateso ya mwaka huu haitanifuata mwaka wa 2026. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema amenituma kuwakanga waliofungwa na kufungua na kufunguliwa kwao. Amenituma ili nitangazie waliofungwa kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema hivyo unasema kwao. Bwana Yesu asifiwe. Sila nikisema unasema kwao. Bwana Yesu asifiwe. Leo lazima watu watafunguliwa katika jina la Yesu. Leo lazima watu watainuliwa katika jina la Yesu, kwa sababu Biblia inasema katika Zekaria ya kwamba sio kwa nguvu bali kwa mamlaka, ni bali kwa Roho Mtakatifu. Na leo ninamtangazia Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye anatutia nguvu kila wakati. Leo pokeeni Roho Mtakatifu ili mkuwe wanafunzi wa Yesu, ili kanisa hili itae katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu anaongea kinyume na hii kanisa, hata akuwa mheshimiwa, akuwa Muislamu, lazima leo apigwe na radi ya Bwana. Lazima anapigwa na damu ya Bwana. Anapigwa na nyundo ya Yesu. Anapigwa. Tuseme apigwe. Tuseme apigwe. Tuseme apigwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wenye nimesimama hapa kusimamia maombi, nilikuwa nataka nianze na mchungaji ya kwamba mwaka wa 2026 wanaopambana na yeye hawatamuweza, kwa sababu Bwana anampigania, kwa sababu Yesu anampigania. Inua mkono wako sana kwa jina la Yesu. Sijasikia hiyo sauti sana kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anayepambana na mchungaji. Anayepambana na mchungaji. Apigwe. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Hapa ni Yesu alikuwa anataka kuanza kazi ya kuhubiri. Biblia inasema Yesu mwenyewe hangehubiri pasipo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Yesu alianza utangulizi, akasema ya kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Na leo naone hapa Mumias ninasema Roho wa Bwana amenipa nguvu ya kuhubiri, kuweka watawi chini, kuweka mapepo chini, kuweka wapanga umiazi chini, kuweka maabudu wa chini, ili watu wa Yesu wasonge mbele, ili wasonge mbele, ili usonge mbele. Wacha niwaambie, kama unafanya biashara na kuna mtu anamsukumia machini, leo amini ya kwamba mwaka wa 2026 machini na kuachilia, machini na kuachilia, machini na kuachilia, machini na kuachilia. Inatangaza machini na kuachilia, machini na kuachilia. Hapana rogorogo na wachawi. Hapana rogorogo na watu wanajiita wenye dini na kumbe wanaabudu majini, kumbe uko wao ni majini. Hapana, sisi hatuna uhusiano na majini, hatuna uhusiano na mapepo, lakini hao wana uhusiano na majini. Wanatumia Wakristo, wapasta wetu majini ili wasikute kanisani. Nimekuja na vita, nimekuja kama mtu mwenye anaharibika kichwa. Nitangaza hii kanisa, hakuna atakayetumia majini, hakuna mtu yoyote watakayetumia majini alafu wafanikiwe ndani ya maisha yenu, ndani ya maisha yenu.
mwezi mmoja unaenda hospitali. After mwezi mmoja unaenda hospitali. Inatangaza 2026 hakuna kwenda hospitali. Hakuna kuambia pastor niombeni ni ugonjwa. Huo mwaka wa 2026 ni mwaka wako kufanikiwa. Ni mwaka wako kufanikiwa. Ni mwaka wako kuwa na afya. Kwa sababu Roho wa Bwana anakaa ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kusema hivi, na vipofu kupata kuona tena. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na watu ni vipofu wa roho. After kujazwa na Roho Mtakatifu wa upendo, ukilia watu wakuja kanisani. Nyinyi ni champion. Already mko na victory. Already mko na ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Already mko na ushindi. Nyinyi ni washindi. Biblia inasema aliyo ndani mwako ni mkuu kuliko aliyo nje. Kama umeokoka, wewe ni mshindi. Kama unamjua Kristo, wewe ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Nilienda siku ya Jumatatu nyumbani, nikapata mama yangu amekuwa mgonjwa, alipona mkongo, mguu ikatekuka kidogo, kushika hata kichiko tu akule, naona baba anamlisha. Nikasema wacha niende mlimani nimuite Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ilifika wakati akakataa kukula. Nikasema na mamangu akufa, hapana. Lazima aone utajiri ambao Bwana amenipa. Lazima akule matunda ya kunizaa kama ako primary. Mnanielewa? Yes. Yes. Akule matunda ya kunizaa kama ako primary. Juu wengine wanawatupanga kwa choo. Yeye hapo nitupa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaomba 1 hour. Kesho yake nikatoka. Nikaenda mlimani kuomba. Leo nimerudi nyumbani. Mama yangu mwenyewe anapika simu. Yeye mwenyewe anakula. Yeye mwenyewe ani ako sawa. Ninatangaza leo. Walipanga ya kwamba hautamaliza mwaka huu. Unaenda kumaliza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima leo waliofunga macho yako usione maono makubwa. Leo lazima kuachiliwe, kwa sababu Roho wa Bwana anashuka ndani mwako, kwa sababu kuna nguvu inashuka ndani mwako, na wewe utakuwa mshindi. Narudia ya kwamba utakuwa mshindi, kwa sababu wachawi wakienda kukulaani wanarudia jina lako. Na leo pia niko hapa Mumias nikisema utakuwa mshindi. Katika jina la Yesu. Hapa Biblia inasema na kuacha huru walioteswa ama waliofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Hadi mtoto wako wakifunga miezi 2 kuanzia mwezi wa 11 yeye ni mzima, lakini wakifungua shule yeye ni mgonjwa kila wakati. Leo nimekuja kumfungua kwa jina la Yesu. Wacha mtoto wako asome, wacha waipike, wacha mtoto wako asome, wacha waipike, majini yaipike, wakanga waipike. Hakuna magonjwa ndani ya jamii yako katika jina la Yesu. Hakuna uchawi katika nyumba ya Israeli. Hakuna uchawi hapa Mumias. Katika King Jesus hakuna uchawi. Wanaoroka, wanaanza kutetemeka usiku wa leo. Ningeomba Bwana awape roho, awape macho ya roho muone kila ambao malaika wa Bwana wanafanyia shetani usiku wa leo. Mungeshangaa
walikutarau, lakini leo watalia ili wapewe sukari waende ukunywe chai. Walikutarau, lakini leo watakuja kuomba viatu vya watoto wao ili wasaidie wapewe watoto wao viatu, hawana viatu. Wanunulie vitabu ili watoto wao wasome, lakini walikuwa wanakutarau. Nimekuja nikutabiria siku ya leo ya kwamba mashida zote zinaisha mwaka huu, mwaka wa 2024 katika jina la Yesu. Nipeleke kwa polisi. Mimi Mungu wangu alinipaka mafuta ili nibariki watu. Hakunipaka mafuta nilaani watu. Hata kama ulitoa mimba hautaenda kuzimu kwa sababu umeokoka. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana amenipa mamlaka ya kusamea. Leo ninasamea. Hata kama ulikuwa mwizi, hata kama ulikuwa jambazi, leo umesamehewa na mbingu imefunguka kwa ajili ya maisha yako. Kama uliokoka, mbingu imefunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, inua mkono wako juu. Ninataka nione mikono ya vijana. Lazima msaidie wazazi wenu. Ninahubiri, lazima msaidie wazazi wenu. 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 Ninyi vijana sio kushindwa. Ninyi vijana sio kushindwa. Ninyi vijana sio kushindwa. Lazima msaidie wazazi wenu. Ninaachilia roho ya usalimizi, roho ya pesa, roho ya kasi, roho ya kasi, roho ya kasi, roho ya kasi. Ninaiachilia, naachilia, naachilia. Inua mkono wako, uipokee, uipokee. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wamekutesa ya kutosha, lakini nimekuja kama mtume nikutangazia ya kwamba mateso inafika mwisho. Mateso inafika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hapa ninaleta tu habari ya Roho Mtakatifu akitaka kuanza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuendelee matendo ya mitume. Bwana Yesu asifiwe. Tuanzie mlango wa kwanza. 8. Bwana Yesu asifiwe. Kama Roho Mtakatifu amekutia nguvu, amekutia nguvu, amekupaka mafuta. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 8 inasema, lakini mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtafanya nini? Lakini mtafanya nini? Sema na nguvu. Lakini mtapokea nini? Tutapokea nguvu katika. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasumbua, you don't have the Holy Spirit, lakini unaenda kuhubiri, wachawi watakuua. If you don't have power, usiende. Kaa kwanza, mchungaji akufunze. Wewe nyenyekea, wewe kijana tulia, ufunzwe. Ukiona Roho Mtakatifu amekuangukia, uko na power, enda fanya kazi. Lakini kama bado wewe tulia, ninasema tulia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaenda kupikana na Muislamu mwenye amefuka majini na hauna nguvu. Praise God. Unajua majini ni marafiki wa Islam.
majini ni mandugu. Hamnielewi, lakini sisi malaika wetu, malaika wa Wakristo ni malaika walio wema. Leo malaika akutangulie katika jina la Yesu. Malaika akutangulie katika jina la Yesu. Akutangulie katika jina la Yesu. Mwezi wa kwanza akutangulie katika jina la Yesu. Mwezi wa pili akutangulie. Mwezi wa tatu akutangulie. Mwezi wa nne akutangulie. Mwezi wa tano akutangulie. Mwezi wa sita akutangulie. Mwezi wa saba akutangulie. Mwezi wa nane akutangulie. Mwezi wa tisa akutangulie. Mwezi wa kumi akutangulie. Mwezi wa kumi na moja akutangulie. Mwezi wa kumi na mbili akutangulie katika jina la Yesu. Nani anasema ati wewe ni mtu wa kushindwa? Nani anasema ati wewe ni maskini hauna pesa? Nani anasema ati wewe hauna mbele wala nyuma? Nani huyu anapigana na watu wa Mungu? Anapigana na watu wa mtumishi Benita? Ni nani huyu? Ni nani huyu? Kama ni mkanga kamatwe, kama ni mkanga kamatwe, kama ni mchawi kamatwe, kama ni Illuminati kamatwe, kama ni Freemason kamatwe, kama ni Masoni kitambo ikamatwe, kama ni machini kamatwe katika jina la Yesu. Wako vibaya leo wako vibaya. Leo nimechemuka. Mumeteseka na magonjwa miaka mingi. Ya sababu nainua wanatuma machini na iba pesa sana. Leo haki nimechemuka. Kwa jina la Yesu, machini haitaiba pesa yenu katika jina la Yesu. Bana, siwezi kuwa rafiki hapa za Benita, alafu watu wake wateseke na mimi nimetulia tu. Na Biblia inasema vijana ni wenye nguvu. Wewe kijana uko na nguvu. Lazima usaidie wazazi. Lazima uombee wazazi. Lazima usimame na wazazi ili uone kwamba lazima wamefanikiwa. Amen. Leo lazima shetani awaachilie katika jina la Yesu. Wacha niwaambie, leo nimechemuka. Huu mwaka ni mwaka wa baraka. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa baraka. Mungu aliniambia ni mwaka wa baraka. Na mimi ninaachilia baraka mwaka huu. Nikisema baraka siko mbele yako. Inua mkono wako, sema ninaipokea kwa jina la Yesu. Kuna watu wanafanya biashara hapa na wamekuwa na vision kubwa, lakini wakati wanapata 50,000 hiyo pesa inapata shughuli, ananunua kitu, wanakuja ati wewe hii kitu ni ya wizi. Unachukua hiyo pesa ile umepata, unataka kufanya biashara, hiyo pesa inaenda namna hiyo. Roho Bwana anasema ya kwamba mwaka wa 2026 hautaona hayo mambo, kwa sababu Bwana anakupigania. Yesu anakupigania. Yesu anakutawala. Mfalme anakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Hapana kwa shetani chanzi. Shetani anaanza kupepeta mtu hana huruma. Wachawi wanapokuruka hawana huruma. Majini kukusumbua haina huruma. Leo naona sina huruma kwa wachawi na watanga. Leo naona sina huruma kwa majini ya mnyasi. Sina leo huruma. Leo ninaiua katika jina la Yesu. Walitaka kumaliza pastor yenu. Hii mchango haingekuwa. Lakini Jehova naye ni nani? Bwana naye ni nani? Wameteza mama yangu
miezi karibu 12, lakini Bwana ni nani? Natangaza mwaka huu ya kwamba wanaokutesa lazima wapigwe, lazima wapigwe, lazima wapigwe katika jina la Yesu. Ninaona Roho Mtakatifu anaanza kutembea watu. Ninafeel nguvu za Roho Mtakatifu wanaonyenyekea. Roho Mtakatifu ameshuka, yeye msunguzia anashuka. Biblia inasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu kisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Wayahudi na wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Leo ninataka kila mtu akuwe shahidi wa Bwana. Watu wachache katika kanisa hii kwa sababu yenu. Usiwaambie pastor nimekuja na mkenge. Huyu aseme nimekuja na mkenge. Ninaachilia hiyo power, hiyo power, hiyo power, hiyo power, hiyo power, 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 Mkuu wa shahidi, mmefanya kazi kwa Roho Mtakatifu, lakini leo ninatabiri katika jina la Yesu, kama kuna maroho zimekushikashika, ninazitangazia zikuachilie saa hii, zikuachilie Roho Mtakatifu akuingie, zikuachilie Roho Mtakatifu akuingie, zikuachilie Roho Mtakatifu akuingie, ili ukuwe mshahidi wa Bwana, ukuwe mshahidi wa Yesu, utabirie watu wa Bwana, wagonjwa wainuliwe, wafu wafufuke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda mlango wa pili, uone ya kwamba wakati wenye Roho Mtakatifu alikuja, Biblia inasema ya kwamba alijaza kila mtu. Unaelewa? Alijaza kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anahitaji Roho Mtakatifu kwa ishara ya mkono. Kuna mtu anahitaji Roho Mtakatifu. Nataka nione mkono kama unahitaji Roho Mtakatifu. Wako wanahitaji Roho Mtakatifu. Hebu inua mikono leo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanahitaji Roho Mtakatifu. Niko na matakika machache kuachilia Roho Mtakatifu kwa watu, ili pastor akutaachilie neema, kibali na ushindi mwaka wa 2026. But kabla ya hayo, lazima shida yako ipate hapa. Huwezi ruka na magonjwa, hauwezi kuruka na magonjwa, hauwezi kuruka na magonjwa, hauwezi kuruka kama unanyonga usiku. Hiyo nayo tunamalizana nayo saa hii. Tunamalizana nayo saa hii. Ukiruka utakuwa fresh, ukiruka utakuwa fresh, ukiruka utakuwa fresh, kwa sababu damu ya Yesu itakuwa imekuosha, itakuwa imekuosha katika jina la Yesu. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, jinsi ambao nyinyi mko pamoja. Mstari wa 2 nasema, kukaja kabla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi, upepo wa nguvu ukienda kasi, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Yesu asifiwe. Waliokuwa wameketi, wakatokea ndimi zilizo wakawanyika
za moto, kama ndimi za moto, kama ndimi za moto. Hamuelewi ndimi za moto? Ndimi ya moto, hadi kama uko na ndimi ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiongea na mchawi sinanga shida. Bwana Yesu asifiwe. Sina shida. Kwa sababu nimejua ya kwamba wakati mwenye mchawi ananiongelesha, namwambia wacha tuone. Unanipea siku ngapi? Unanipea siku ngapi mimi nikupe ngapi? Tuone nani atapoa. Bwana Yesu asifiwe. Nani wanaitwa chifu sisi? Kwetu unaitwa kwa Kiingereza inaitwa mbuni. Unasijua? Unasijua? Hizi mandeke zenye zinapikanga kelele usiku. Kwa lugha yetu. Hiyo ichichi. Hiyo. Yesu asifiwe. Sikuwa simesiti nyumbani sana. Nikaenda mlimani siku moja, nikapika magoti na nikaliita jina la Yesu. Wakati watu wanaenda kufungua ng'ombe wanapata kumelala hapo kumekufa. Hapa wengine wamekufia mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wanalala vizuri. Watu wanalala vizuri. Nyingine nayo ikaenda ikakaa kwa pusta juu. Wewe peleka huko mawe. Ikasumbua karibu mwaka mzima, kila siku inakuja. Siku moja nikatoka nyumbani, nikaenda kuangalia mama, hiyo kitu inasumbua, nawe mvua inanyesha, na sikuogopa, nikapika makoto kwa matope, nikasema wewe ndege, ninakuamrisha kwa jina la Yesu, kwa sababu kila ndege usiku lazima ilale, na kama kuna kitu inapika usiku kelele, huo ni uchawi, huo ni uchawi. Ninakuamrisha kwa jina la Yesu, ondoka kwa hiyo pusta na uende ukufe katika jina la Yesu. Miaka imeenda 3, haijaonekana. Imeenda 3, haijaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuambia leo, hakuna mtu kukunyoka tena. Hakuna mtu kukunyoka tena. Hakuna majini kukusumbua tena. Waliwaua Wakristo hapa Mnyasi, lakini imeisha. Wakristo mnatawala Mnyasi. Wakristo mnakuwa na biashara Mnyasi. Wakristo mnakuwa washindi Mnyasi. Kwa sababu kama Bwana yuko upande wako, ni nani atakaye kupinga? Lazima mtawale Mnyasi. Wakristo lazima mtawale Mnyasi. Watu watawala miaka hiyo, lakini leo nimekataa. Watu wasumbua miaka hiyo, lakini leo nimekataa katika jina la Yesu. Hauwezi ukaingia na magonjwa. Hauwezi ukaingia na magonjwa kama wewe ni mgonjwa kucha. Hauwezi ukaingia na magonjwa. Kuna magonjwa yamekusumbua mwaka huu, kuja hapa tuimalize katika jina la Yesu. Nimemaliza kuhubiri. Niko na mtu mchache, sina time ya kumaliza. Tungali anataka kuingia. Hii simu yangu masaa yake ni mkora. Kuna mtu anasema magonjwa anataka kuimaliza hapa. Ama niende kwa wengine. Magonjwa yanayokusumbua mwaka huu unataka kuimaliza, uingie mwaka 2026 na afya. Kuna mtu? Haya, mara ya kwanza.
Naomba tusimame. Baba, katika jina la Yesu, madaktari wanasema ni ulcers, lakini mimi nasema huyu ni mzima, kwa sababu kila ngome ya shetani Baba inafunjika katika jina la Yesu, inafunjika katika jina la Yesu. Naamrisha kila ngome ya ulcers ndani ya mwili huu, ndani ya mwili huu, ndani ya mwili huu. Kama kuna mtu amesukuma majini ya ulcers ndani mwako, ikamatwe katika jina la Yesu, ikamatwe katika jina la Yesu, ikamatwe katika jina la Yesu. Hauwezi ukaingia na ulcers mwaka wa 2026. Huo mwaka ni wa baraka, huo mwaka ni wa baraka. Ninakutangazia katika jina la Yesu, ninakutangazia katika jina la Yesu, ninakutangazia katika jina la Yesu. Ulcers zinakauka, ulcers zinakauka, ulcers zinakauka, ulcers zinakauka, ulcers zinakauka. Kauka katika jina la Yesu. Come out, come out now. Wanakusukumia maroho ya majini, wanasukuma majini juu yako. Leo ninakamata haya majini ndani mwako, nikitabiri ya kwamba wewe ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Hebu mwamshe. Baba, ninamweka mkono nikitangaza ya kwamba kila uchawi, watu kukufa mapema, watu kukonjeka na kuharibu pesa hospitali mwaka wa 2025, wewe pepo mchafu, kwa jina la Yesu, kufa, kufa, kufa katika jina la Yesu Kristo. Na wewe ni mshindi na umepona sasa. Enda usherekee katika jina la Yesu. Amen. Usiku hauwezi kulala, unanokwa kabisa. Basta yule mtu aje kuogopa. Usiku hauwezi kulala, unanyongwa. Baba anasema hawezi ende na mwaka wa 2026 na watu wananyongwa usiku. Leo uingie kama uko huru. Angalia jirani hakuji, lakini wewe unanyongwa na umesimama pale. Wakukufa atakufa tu. Sasa anafanya namna gani kama ameokoka? Bwana Yesu asifiwe. Wakuishi ataishi. Praise God. Praise God. Praise God. Wanabiashara wakuja hapa. Unafanya biashara. Ikifika na 40 please uniambie. Hii saa yangu ni mbaya. Unafanya biashara, ikana ni kubwa. Kama kuna watu wanafanya biashara, watu wengi namna hii, hao watu ni matajiri katika jina la Yesu. Nyinyi ni matajiri katika jina la Yesu. Hamunielewi? Ninasema nyinyi ni matajiri katika jina la Yesu. Na roho ya utajiri hawaamkie katika jina la Yesu. Enda mtawala Mmiasi, wafanye biashara Mmiasi, mushinde Waarabu, mushinde Waislamu, Wakristo. Enda mtawala Mmiasi. Amen.
jina la Yesu. Wewe unajaribu kufanya biashara lakini haisomi. Lakini Bwana ananiambia ya kwamba mwaka 2026 ni mwaka wako wa baraka katika jina la Yesu. Amini tu hivyo ya kwamba mwaka wa 2026 ni mwaka wako wa baraka katika jina la Yesu. Nenda na ufanikiwe na ukumbuka wazazi wako katika jina la Yesu. Ndio roho ikuangukie katika jina la Yesu. Mwende mtawala mnyasi. Hamuelewi? Watu wa Parasabainita tawalani mnyasi. Ninasema mama tawala mnyasi. Tawala mnyasi. Tawala mnyasi. Tawala kichana mnyasi. Hapana sema Waarabu. Waarabu ni nini? Tawalani mnyasi katika jina la Yesu. Tawala. Enda mtawala mnyasi. Enda mtawala mnyasi. Enda mtawala mnyasi. Tawala katika jina la Yesu. Tawala mnyasi katika jina la Yesu. Rataya na Bosaya. Bwana wainue. Bwana wainue. Bwana wasaidie. Bwana wapiganie. Bwana waongoze. Bwana walinde. Bwana achilie neema ndani ya maisha yenu. Ndani ya maisha yenu. Ninyi mmewezana nani? Kuna mtu anamuiba pesa usiku. Unaweka pesa yako tuende tukafanya hiyo pesa mahali fulani. Pesa zako kuweka zinaibiwa tu. Ole nanga wingile mwaka kwa 26 na shita. Nimekuwa mlimani siku 3. Praise God. Mimi sina wivu. Mimi sio mtu mwenye ninajipenda. Ninataka kila mtu afunguliwe kwa sababu hiyo ni kazi yangu yenye nilipewa na Kristo, ya kwamba watu wafunguliwe. Wanakuibia pesa, inua tu mkono wako. Wanakuibia pesa, umeinua, inua sasa. Baba, katika jina la Yesu ninatangazia mama huyo kwa jina la Yesu ya kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu mwangukie, na wanaopambana na yeye wapigwe katika jina la Yesu. 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 Pokea neema ya Yesu. Pokea neema ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Twende mbele za Bwana, watumishi wa Mungu. Twende mbele za Bwana utangaze ya kwamba mimi ni mshindi katika jina la Yesu. Useme hakuna atakayeniroga mwaka huu katika jina la Yesu. Tangaza, tangaza, tangaza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu ninatangaza ya kwamba Roho Bwana anashuka. Roho Bwana anatuonekania. Nguvu za Roho Mtakatifu zinatupigania katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu fanya makao moyoni mwangu. Roho Mtakatifu fanya makao moyoni mwangu. Roho Mtakatifu fanya makao moyoni mwangu.